Nimeona ndugu zetu hapa mapolisi wamekuja kutuchunga hapa. Hii Kenya lazima tukue careful. Kwa sababu samani mimi nikiwa mdogo, before hii katiba ya 2010 ikuje, ulikuwa ukiona jifu hata unasimama straight kwa barabara. Ulikuwa ukiona polisi unaangalia anaenda kushika nani ama nani amekosea, ama hata wewe mwenyewe unaweza toroka kama ulikuwa mtu uko na wasiwasi. Lakini sasa niwaulize, niulize nyinyi nikiwa hapa Kapseret, polisi wetu ni watoto wetu, polisi wetu ni baba zetu, polisi wetu ni wa Kenya. Imefika mahali yani mwananchi wa kawaida analinga polisi na mawe. Mwananchi wa kawaida anataka kunyang'anya polisi bunduki. Na ule polisi akireact, huyo polisi anashikwa, anapelekwa kustakiwa. Sasa tukiwithdraw police kwa nchi, hiyo ni kama kuwithdraw police. Tukiwithdraw police kwa nchi, oda gani itakuwa kwa nchi hii? Ile ilifanyika Mabei, ile ya ule kijana wa Mondi. Hiyo ni makosa kubwa sana ilifanyika. Kwa sababu wale walienda kumshika na wale walijua kumuua ni watu tofauti. Na unajua mimi naona watu wengi wanasukuma sana, wanasema hao polisi wote wafutwe. Sijui nani afanye nini. Nataka niseme hivi. Mimi leo nikikosewa na ni complain, na wewe kama polisi uende ushike mtu pale, alafu kwa ukifika mahali unampeleka ama kwa hii barabara ufanye mambo yako, hiyo ni makosa ni yangu. Hiyo makosa ni yangu. Na ndio mimi naona watu wengi wanasukuma sana ati Eliud atoke ofisini, Eliud afutwe kazi. Step aside. Wacha afanyiwe investigation kama kila mtu. Lakini kukipatikana hana makosa, aendelee na kazi yake. Na akipatikana kuna makosa, astakiwe. Lakini kuna watu wanasukuma mambo tu hii Kenya na chuki. Niliona mama mwingine anatusi polisi mwingine Mombasa. Anamwambia sijui wewe toka hapa na mimba yako. Mwingine analinga polisi. Mwingine anataka nyang'anya bunduki polisi. Jameni, hiyo sheria lazima tubadilishe. Mkitaka nchi iwe na order, lazima hiyo sheria ibadilishwe. Kwa sababu saa hii tukiwa na shida hapa, saa hii tuko hapa uwezo tunapeana pesa. Polisi wamekuja kutukafa hapa. Ati mtu mwendazimu akikuja hapa sasa akitaka kufanya vituko hapa, polisi ana uwezo wa kumshika. Kwa sababu sasa polisi wanaendelea kufungwa mkono, hawatakuwa na uwezo ya kufanya kazi yao. Hiyo mimi nakataa. Na ndio mnasikianga mimi nasemanga saa zingine wangenipatia hii nafasi kidogo mahali penye kuna sheria hii ya uongozi ya usalama, watu wangenyoroka peke yao. Kwa sababu nchi huwezi endesha kama soko. Hii ni nchi, lazima tuchunge nchi yetu. Na lazima tupende nchi yetu sisi wote. Na tusisukumane tu na siasa kila siku. Mtu akifanya kitu pale siasa. Sasa zingine sema huyu Jeep ni mtu mbaya, lakini ako na mambo yake mzuri. Amefanya 1 2 3 mzuri. Sasa polisi amevaa uniform. Wewe umeona kabisa huyu ako na crown, ako na bunduki. Wewe unamtusi, unataka kumlinga na mawe, unataka kusijui kumnyang'anya bunduki. What do you expect from them? Unataka wafanye nini? So mimi nataka niombe watoto wetu, ndugu zetu Gen Z hawa na hao wengine na hao walivu wenye wanaingilianga maandamano ya hao vijana. Mimi nataka nawaombe, hii nchi ni yetu na nyinyi. Siku ile nchi itapotea, tutapotea sisi wote. Unajua kuna mtu anafikirianga ati kitu ikifanyika Kenya hii yeye atakuwa safe. We will not be safe. Sisi wote tutapoteza. So tuheshimiane. Kama wewe ni mwalimu, heshimu mwalimu. Mwalimu aheshimu polisi. Mwanabiashara aheshimu polisi, polisi aheshimu mwanabiashara. Ili nchi iwe na order. Unajua tunachekelewa. Nilikuwa Tanzania na watu wa Uganda wananiambia hii nchi yenu kwani hamna sheria tena ama nini? Unasikia mtu anatusi mtu bure. Simwache itoshe kwa matusi hapo, lakini msipigane na polisi. Na sasa unapigana na polisi. Polisi wakipiga mtu risasi, mnaenda maandamano na wewe ndio umeenda kuchokoza polisi. Unapatia hasara wa mzazi yako bure. Mwenye hapo nyumbani hata ajui ulikuwa shule,
mmeenda kufanya vituko huko kwingine. Na hiyo mimi nataka niseme, tafadhali tusikubali. Kuna mambo tusikubali. Kuna mambo tusikubali. Kwa sababu sasa kama wale polisi wengine walikuja wakaua ule kijana kwa cell, ile wakora waliletwe wakaua ule kijana kwa cell, hiyo ni makosa kubwa. Hiyo sisi wote tuna protest na tunasema wastakiwe. Lakini pia wewe usikuwe na kiburi sana, uanze kukimbishana na polisi, unataka kunyang'anya polisi bunduki. Itafika mahali sasa kila mtu atakuwa na bunduki, mtakuwa mnasikia wewe alipiga ule alipiga ule. Simuliona ule mwandasimu ule mwenye ajengange hata choo alipiga kelele sana ati Kapseret wanapeana matatu, Kapseret wanapeana bodaboda, wanapeana mitungi ya maziwa, wanapeana sijui vitu ya kinyozi. Sasa inakuwashia nini wewe nani? Inawashia nini? Yeye alikuwa naibu wa rais. Unajua tofauti yangu na huyo mwandasimu, huyo wa Munyoro, tofauti yangu ni moja tu. Yeye alisanya pesa yake akanunua mahoteli kwa mwaka 2. Mimi nimesanya yangu kidogo, hata kama niko na kidogo ninatumia na wananchi wengine. Na mimi nataka nimwambie huyo mtu huyo, unajua akisimama tu kila siku hata tukipiga kona ni William Ruto. Huyo mtu ni mtu mjinga excess. Unajua nilikuwa nasikia anasema huko Kapseret huyo William Ruto anapatia watu wao. Mimi nauliza nyinyi, ile watu wanachukua uwezo hapa na wanachukua na wenye tulipatia empowerment ni wakanda nyinyi peke yake? Huyo mtu ako na habari kweli hapa ni Cosmopolitan? Ako na habari kwanza hapa ni Kenya? Anasimama tu na kuongea, ajui amwambie mtumanishie data. Mwambie kuna Ocheng hapa, kuna Kamau hapa, kuna kila mtu hapa. Hiyo empowerment tulifanya hapo, kila mtu alipata. Hata mimi nilikuwa nakuwa surprise nikitumanishia, unaona kila mtu, kila kabila walipata. So tunataka tuambie huyo mtu, tafadhali wewe fanya rally yako hiyo ya hewa, wacha sisi tufanye hii ya wananchi. William Ruto akijenga soko utaki, akijenga bono houses utaki, mimi nikifanya hii utaki, Kindiki akifanya ile utaki. Ichungwa sasa wewe unataka tu kusunga kwa gari juu. Mimi nataka niambia watu watashangaa. Niko na mpango mwingine. Kwa zile bado wanapiga kelele hiyo, tuko tunatafuta shamba kwa kila ward yetu ya hapa Kapseret. Nataka nijenge library kubwa. Na niweke library kubwa ya 150. Hiyo library ya 150 ni library pale pa kusoma. 100 tunaweka computers, watoto wetu au majenzi na wengine wakuwa kienda hapo kufanya mambo yao. Kama atakuwa anafanya kazi hapo ni sawa. Kama atakuwa anaenda anaangalia na Google anatafuta shule anafanya nini hapo. Na nitaweka kwa kila ward. Na hiyo situmii pesa ya serikali. Nitafanya ukarabati mpaka niweke. Na nijenge ikuwe mzuri. Ili tutembee na kila mtu. Tutembee na Gen Z, tutembee na wamama, tutembee na wazee, tutembee na vijana. Sana maana hiyo jamani. Na hiyo ndio kazi tutafanya. Hii manyumba yote haifanani. Unajua nilikuwa naona watu wanapiga kelele ati Kapseret sasa ndio empowerment. Hapana. Hata empowerment ya shilingi milioni 5 itabadilisha familia zaidi ya 30. Hata empowerment ya milioni 10. So usijifananishe na mimi ati Kapseret ndio anafanya empowerment kubwa. Hapana. Popote unaweza kufanya, ufanye. Popote unaweza kufanya, ufanye. Na wewe wa Munyoro, tafuta kitu ya kufanya. Tafuta hata Madira hapo kitu ya kufanya. Ndio hapo, wewe unaweza shinda kununua bodaboda, unakuwa na uchungu mingi na bodaboda na matatu, yani unapiga kelele mpaka unaweza pasua microphone. Kwa sababu ya vitu tu yenye inaweza chango, na bado nitafanya nyingine. Wewe wa Munyoro utakufa ukihangaika. Ukihangaika wanafanya hii, wafanya hii. Na mjipange vizuri. Hii kura 2027 tutanyorosha asubuhi na mapema. Mwanzo wa wasiwasi. Nyorosha asubuhi na mapema. Tuendelee kufanya kazi. Wale ngiriaje yule. Hata wale na niona wale ile Eugene Samenya anasema ati unajua Sudi alisema siku ile atoa Munyoro ataenda nyumbani na kweli akaenda. Sasa amesema ati makura isipojaa watajaza. Kwani hii kazi tunafanya si ndio kuomba kura? Si ndio tunaendelea tunazidi kuomba kura? Si nyinyi mtajaza? Si kura lazima ijae. Isipojaa tunajaza na watu. Si hata tutajaza na mawe,
tutajaza na kura. Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tumeomba, tunaenda kila mahali tumeomba. Wale watatupigia na tukiona kidogo haijai tunaomba ya kujaza, yani lazima ijae. Lazima kura ijae. So msijisumbue, nyinyi muombe kura na mtembee na mfanye kazi. Jengeni hata toilet. Jengeni hata kitu hapo, mkuu na slogan ya kutembea naye, muache Sasa niwaulize nyinyi wananchi. Kama mtu anaomba kura hapa Kapseret, tunashindana na yeye. Alafu kila akisimama tu Sudi lazima aende nyumbani. Akisimama tu anaambia kuna mtoto mgonjwa hapa, anasema hapana, Sudi lazima aende nyumbani. Akaambia kuna kanisa inataka ijengwe hapa, anasema Sudi lazima aende nyumbani. Sio mtu ni mjinga akupendukia. Sasa hii group ya kina Munyoro ni wa kumbafu ya mwisho. Kazi yao tu William Ruto. Hata akiota usiku, hata ukuuliza Dorcas, lazima wewe mtu anaotaka William Ruto. Kwa sababu kila siku William Ruto, akiamka William Ruto, akisimama Kasongo. Tumekubali Kasongo. Wacha na huyo Kasongo afanye kazi ya sokoni, aendelee kujenga nchi. Wewe tafuta kitu ya kufanya. Ite majina yote, tuna welcome majina yote. Na uache chuki. Wacha ukabila. Hakuna chuki mingi na ukabila mingi. Sisi hapo Uasin Gishu ni cosmopolitan. Nikisimamisha sasa watu hapa, kila mtu hapa. Lakini ule akisimama tu, sasa mimi nashinda, nilikuwa naona kwa Mombasa. Na siku ile alikuwa anasema shares. Hiyo watu ya Mombasa share yenu ni kidogo. Alikuwa Ukambani anasema kura yenu haijai. Sijui nini. Alikuwa wapi anasema mbona umepea watu viketi mingi na wao kupiga kura. Sasa anazunguka huko. Mimi nataka niwahakikishie wewe Samenya na wewe kwa Munyoro, Mr. Dorcas, tutawanyorosha asubuhi na mapema ndio muende ICU. Sasa wacha hiyo mnavia na kura tutajaza. Hii kura hii tutajaza. Usijali, kura itajaa. Si itajaa? Kwani haitajaa na nyinyi mnafanya kazi gani? Tutajaza na mawe, tutajaza kura na kura itajaa. Sasa wacha kusema ati Sudi alisema kura isipojaa tutajaza. Si tutajaza. Kwani tunazunguka kila siku kufanya nini? Si ndio tunaendelea. Tutajaza. Na msitutishe sana. Ati sijui one time. Hata tukienda one time kwani inji itakufa? Kwani inji itatumika? Siku ile corona ilikuja ikasimamisha dunia mzima, si ilisimamisha for some time. Wenye walienda sio walienda, wenye walibaki wakabaki. Si lazima dunia iendelee. Hata hao hawaisimamisha inji. Kura tutajaza na tutaendelea na nyinyi mtabaki na wale wengine wasonge mbele. Ana wale ne. Ana ngozi si nguna wale ngole kitachene kuya ene. Kenu ngoro tapchaje. Kenu kinyiti osura ine. Mate jale ni sijui kanigenya. Kwani mnengo ikitaka kwa mwani ne. Ngija mwani tosa. Mama kayak ya, pun kadang jatuh setaja, saja mau kasih koden kau mau sih jual pas. Kami gomie, apa mingala? Mungkin mesti kecil kabila tuachi. Iyo tu, ndio mimi naombanga kila siku. Siku ile utakuwa ukisimama ukijua wewe ni mzalendo, wewe ni Mkenya, tutaenda mbele sana. Sisi wote kwa pamoja tutaenda mbele. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki.